Na mtazamaji, karibu tena kwa taarifa za mbiu ya KTN. Hapo ni mji wa Hola katika kaunti ya Tana River, ambapo watazamaji wa Hola vile vile wamechagua kutazama runinga ya KTN News. Na mtazamaji, shukran kwa kusalia papo hapo, na tukiendelea na taarifa zetu, wenyeji katika eneo la Ongata Rongai katika kaunti ya Kajiado wanalalamikia muda mrefu ambao unatumiwa kutengeneza barabara ya Kataka. Barabara hiyo ambayo kwa sasa iko katika hali duni ilikuwa ikitengenezwa kutoka eneo la Ongata Rongai hadi Embulbul. Wahudumu wa pikipiki pamoja na madereva wa magari wanalalama kwamba hali mbaya ya barabara hiyo inawaharibia magari pamoja na pikipiki zao. Umbali unaofaa kutengenezwa ni wa zaidi ya kilomita 11. Pikipiki zinaharibika. Huwezi fanya kazi ukose kwa pikipiki kuharibika. Hiyo barabara kwa miaka kadhaa imekuwa ikiambiwa itatengenezwa. Ina kweli serikali kuu imesema itatengeneza, lakini tuna haja sasa itengenezwe zaidi, sababu itakapotengenezwa ndio uchumi utainuka wa hiyo area. Vile vile itakapotengenezwa ndio hiyo area itapanuka na iwe afadhali. Lakini sasa unakuta wale watu, mtu akiwa Rongai, akiwa Kiserian, akitaka kwenda Nairobi anasafiriwa kataka. Mtu akiwa Rongai, ukikuwa na jump anasafiriwa kataka. Na hiyo ndio njia pekee yake ile inaweza kuwa kama diversion ya barabara ikitengenezwa hii kubwa. Contractor anafanya mobilization, nafikiri amepata pahali ya kumwaga material pale kwa bari ya Nakel. Tayari gari zake zimeanza ili kazi ianze mara moja. Na kesi inayomkabili mfanyabiashara Praful Kumar dhidi ya madai ya kutaka kumhonga gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko imeendelea kwa siku ya pili katika mahakama ya Mombasa. Upande wa mashtaka umekuwa ukitaka muda zaidi na kupinga vikali ombi la mawakili ambao wanamwakilisha mfanyabiashara huyo kuachiliwa kwa dhamana, wakisema huenda akahitilafiana na uchunguzi ambao unaendelea. Hii ikiwa ni siku ya 3 baada ya kukamatwa kwake huko Kanamai. Kwa sasa kinachosubiriwa ni uamuzi wa jaji ili kuona iwapo Kumar ataachiliwa au kwa siku nyingine ataendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha bandari ya Mombasa. Na mtazamaji, wakulima wa mahindi kutoka kusini mwa bonde la Ufa wamekosoa bodi ya kitaifa ya nafaka na mazao NCPB kwa kutowalipa licha ya kupeleka mahindi yao kwa bodi hiyo mwezi Novemba mwaka jana. Wakulima hao ambao ni zaidi ya 500 wanadai bodi hiyo takriban shilingi nusu milioni. Mimi nilichukua deni kwa AFC. AFC wananidai hata karibu nihame kwangu, sababu AFC kila wakati wananiitisha pesa. Nililima na nilipata mahindi ilizaa, na wakati nileta kwa Sirio haitaki kuachilia mahindi, Sirio haitaki kuachilia pesa. Ninauliza, kwa nini tunapewa masharti? Kwa nini hakutu kupewa masharti wakati tunaingiza mahindi? Sasa wananisibia kaburi. Pesa ya watu kama huyo dada yangu, si nikukufa atakufa sasa, na ni mtu atoki kwa kitanda. Na pesa tunamwagilia hapa. Si wasikie huruma watupe pesa yetu. Ikiwa ni wakati mwingine tukilete pesa, waweke kibao hapa vile wanataka, ndio tutafanya. Hata kama wataki mahindi tukose kulete, wajameni. Sisi kwa nini tunawekewa masharti? Title tunaitishwa ya nini? Tunataka tena kunyang'anywa mashamba venye tumenyang'anywa mahindi. Jameni, na tulichagua serikali mzuri ulinda watu wake.
Mayatima wawili kutoka kaunti ya Nakuru wanakabiliwa na hali ngumu baada ya kushindwa kuuzika mwili wa baba yao ambao unazuiliwa na hospitali moja katika eneo hilo kutokana na deni la shilingi milioni 2.1. Mwili huo umezuiliwa kwa zaidi ya mwezi mmoja. We lost our dad about a month ago as a result of hypertension and diabetes. Alikuwa admitted around November last year after amewezewa kwa nyumba, so we had to take him to hospital because the situation was bad. Admitiwa, alafu akakaa hospitali. Hatukuwa na funds za kumpeleka home, so alikaa until his demise, which is this year. So kama familia sisi tumebaki, hatuna anything, hatuwezi manage kumpumzisha. Tunaomba well wishers ama mtu yote mwenye ako na uwezo atusaidie ndio tupumzishe baba yetu. Body has been lying in our mortuary awaiting the clearance of bill. By the time he died, the bill was 2.1 million, and so far we are still waiting for the family members to clear the bill. Na mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za mbiu ya KTN. Tunaendelea na taarifa zetu baada ya mapumziko yasiyokuwa marefu. Usiende mbali.